WhatsApp ilianzishwa mwaka 2009 ambapo ilikuwa na washikaji wawili ndio walikuwa waanzilishi Jan Koum lakini pia na Brian Acton. Hao washikaji walikuwa wanafanya kazi katika kampuni ya Yahoo. Watoto wa mwaka 2000 na watoto ambao hivi karibuni 2005 hawawezi kuelewa Yahoo ilikuwa ni mtandao gani. Lakini kwa kipindi kile ilikuwa inafanya kazi vizuri sana 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 sana. Issue hii hapa WhatsApp ilikuwa tu ni kwa ajili ya kuonesha status ya mtu. Ndio maana kuna kitu pale kinaandika status, hali ya mtu. Ilikuwa bado haijawa na access ya kuweza kutuma jumbe, lakini baada ya muda kidogo tu wakaanza kuongeza baadhi ya features nyingi sana kama vile kutuma ujumbe, lakini sio ujumbe tu, wakaanza kutuma labda ujumbe na picha. So WhatsApp ikaanza kuwa ina take adherence kwenye kwa kipindi kile. Sasa tunaangalia mwaka 2009 ni tayari Android imeshaanzishwa, ishanuliwa kutoka kule mwaka 2005, lakini pia revolution ya simu ambayo imeanzishwa na iPhone mwaka 2007, lakini pia imekuja kwenye App Store mwaka 2008. Tayari hizo application za App Store na Android tayari zishaanza kufanya kazi na zipo kwenye ile tunasema open Handset Alliance ya mwaka 2008 kuweza kuigawia makampuni mbalimbali. So hata application ya WhatsApp ikaanza kupatikana kwenye hizo simu za Android lakini pia na iPhone. Mwaka 2014 kampuni ya Facebook ambayo kwa sasa hivi tunaifahamu kama Meta company iliweza kuinunua WhatsApp. Inasemekana ni takriban dola za Kimarekani bilioni 19, na kipindi hicho 2014 WhatsApp ilikuwa ina wafuasi milioni 450, lakini wafuasi milioni 315 walikuwa ni watu ambao wanaitumia WhatsApp kila siku 2014. Okay. So baada ya pale WhatsApp ilianza kuboreshwa zaidi, ikawekewa features. Kipindi hicho ilikuwa inaitwa WhatsApp Messenger peke yake. Kulikuwa kuna kitu kingine. Kwa hiyo WhatsApp Business imekuja kutokea mwaka 2018 baada ya hawa Meta kuona mbona kama WhatsApp sometimes watu wanaitumia kwa njia ya biashara, wakaamua sasa walete WhatsApp ambayo itakuwa ina features za kibiashara ambazo unaweza ukaboost, ukatengeneza catalogs, kuna sema kuplace order quickly, replying kwa ajili ya wafanyakazi. Ndipo 2018 wakaitengeneza WhatsApp Business. So WhatsApp Business imetoka katika WhatsApp Messenger ambayo ilikuwepo toka mwaka 2019. Na hii hapa ninakuonesha kwa sababu uweze kuelewa hizi app zimeanza kufanya kazi lini na revolution ilikuwa ni mwaka gani. Hii hapa ndio ilikuwa ni historia fupi tu ya WhatsApp ambayo ilikuwa na washikaji wawili ambao kutoka Yahoo, kuangalia weakness za Yahoo, lakini pia hadi kununuliwa na Meta. So hiyo ndio ilikuwa historia fupi ya WhatsApp. Karibu sana, mimi naitwa Yakini. Usisahau kushare, kufollow na kulike ukitaka watu wengine uweze kufahamu historia ya baadhi ya vitu vidogo vidogo. Baadaye nitakuja kudondoshea historia ya Facebook na historia ya Instagram hivi karibuni.